Basi ni wakati tena mwingine mzuri na ni siku tena nyingine iliyo njema, na siku hii ya leo tunaenda kuzungumzia kuhusu mbegu ambayo Bwana Yesu Kristo mwenyewe anazungumza ujumbe huu kwa wanafunzi wake, tukiwa pia sisi nasi ni wanafunzi wake, na anauzungumzia ujumbe huu kwa mfano, na kisha anaweza kufafanua katika maana ya mbegu hii ambayo alikuwa amezungumzia kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Twende nami katika kitabu cha Luka mlango wa 8 mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Inasema hivi: ikawa baada ya hayo, alikuwa akizunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale tenashara waliokuwa pamoja naye na wanawake kadha wa kadha, ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa, wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalini, aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Susana, na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Mkutano mkuu ulipokutanika, na wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mfano, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakinyagwa ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa 1 kwa 100. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikia na asikie. Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huu? Akasema, nyinyi mumepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mfano, ili wakiona wasione, na wakisikia wasielewe. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo hulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliolisikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli za mali na anasa za maisha haya, wasivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu wa wema wa mioyo yao kulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia.
Hakuna mtu ambaye akiisha kuwasha taa huifunika kwa kiango au kuiweka mvunguni, bali huiweka juu ya kiango ili waingiao wapate kuona nuru yake. Kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunguliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Mfano huu Yesu anausema ama anaunena yeye mwenyewe katika kusanyiko la watu, na wale watu walikuwa wakimfuata, ama ule umati wa watu ulikuwa ukimfuata kila mahali anapotembea ama anapozunguka. Maanake maandiko inasema alikuwa akizunguka vijiji na miji kwa ajili ya kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Akafika mahali akakaa mahali, na ule umati wa watu ukaweza kumkusanyikia, na akafundisha ujumbe huu kwa mfano, kisha akaweza kufafanua kwa wale ambao alikuwa pamoja nao. Kwa hivyo mstari wa kwanza nasema, ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka kati ya miji na vijiji kuihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, naye na wale tenashara walio pamoja naye. Tenashara ni wale ambao walikuwa wakimhudumia katika sehemu ambazo walikuwa wakitembea. Maanake maandiko yanasema kwamba walikuwa wakitembea naye wale ambao walikuwa wako karibu na yeye, hasa wale ambao walikuwa wamezaliwa mara ya pili, ikiwako wanawake hawa ambao walikuwa wako na pepo na magonjwa ambayo ilikuwa ikiwasumbua. Na baadaye maandiko yanasema ya kwamba majina ya hawa wanawake ni Mariam ambaye jina yake anaitwa Magdalene, aliyetokwa na pepo 7, na Yohana ambaye ni mkewe Kuza, wakili wake Herode. Basi mfano huu ambao anaozungumza kuhusikana na mbegu, ambaye anasema mpanzi alienda akapanda mbegu zake. Basi katika hali ya kupanda, sio kwamba zile mbegu zilienda na zingine akazipanda katika njia, lakini katika hali ya kupanda kwake zingine zilianguka katika ile njia ambayo alikuwa akienda akipanda zile mbegu zake. Mstari wa kwanza nasema, mpanzi alikwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zikaanguka karibu na njia. Yaani katika ule mpanzi, harakati ya kuenda kupanda, alipanda, zingine zikaanguka katika njia, na zilipokinyagwa, ndege mara nyingi hupenda kuzunguka katika sehemu kwenye anga ama kwenye miti, na katika kule kuzunguka, wale ndege waga wanatafuta chakula. Sasa walipoona mbegu zimebwagwa chini, wale ndege walishuka kwa kasi, alafu wakazidona. Walipozidona hazikumea, maana zilikuwa zimechukuliwa. Zikaweza kuenda na ndege. Katika mstari wa 6 inasema, nyingine zikaanguka penye mwamba. Zilipoanza kumea, zikakauka kwa kukosa rutuba. Kwenye mwamba inamaanisha ya kwamba watu ambao mioyo yao haijakombolewa, yaani mioyo yao bado ni migumu. Kwa hivyo hata wanapohubiriwa neno la Mungu wanalisikia, ndiyo,
lakini haliwezi kumea kwa sababu mioyo yao bado ni migumu, yaani hawalipokei. Kwa hivyo wakati mhubiri anahubiri neno la Mungu, watu wote kwenye ile kusanyiko uwaga wote wanasikia wakitazama, lakini kwa sababu kuna watu ambao wana mioyo ambayo ni mizito, kupokea lile neno hawalipokei. Wanapotoka mahali pale, wanatoka tu akiwa hakuna kitu ambacho wanafanya ama wamepokea. Ndipo unaweza pata kwenye mhubiri, watu wakati wanahubiri, unapata wengine wanapiga story, wako pale tu ndani, lakini unapata wengine wanapiga story. Mara nyingine unapata hata mhubiri akihubiri, unapata wengine wanatoka kule nje kuenda unapata wana shughuli wanafanya kule nje, unapata wengine wanasongana, mwingine unapata ametoka ameenda kunywa maji, mwingine unapata ametoka, yani anafanya shughuli zake ambazo ni nyingine tofauti. Pia hata ukienda kwenye crusade, kwenye kusanyiko, unapata wengine wakati wengine mchungaji anahubiri, unapata wanajipa shughuli. Mwingine unampata anaendelea na kuangalia simu yake, mwingine unampata anafanya mambo kinyume na chenye ambacho kimemleta mahali pale. Kwenye semina juzi, mchungaji alihubiri ya kwamba alihubiri kuhusiana na wahubiri wa Kristo bandia, na kati ya Wakristo bandia akasema, na hapa tulipo huenda hata wengine wako hapa ama hata mwingine yuko hapa, lakini hautaweza mjua. Mungu akaambia wana wa Israeli kwamba nitatoa moyo ama mioyo ya jiwe na niweke moyo wa nyama. Ule moyo wa nyama ni moyo ambao unapenda toba na kupenda kusikia neno la Mungu, lakini moyo wa jiwe hauwezi kupokea chochote. Ndipo hata saa hii yenyewe wewe uko na shamba lako, umeliandaa vizuri, umelima, umeweka mbolea, umeweka kila kitu jinsi ambavyo mwenyewe umependa, alafu uende uchukue mbegu uanze kuenda kuchimba mashimo. Ile shimo ambalo umechimba lakini chini yake kuna jiwe, unapoenda kuweka ile mbegu haitamea. Ni kwa sababu gani? Sio kwamba hukupanda, umepanda, lakini ile mbegu imeanguka kwenye jiwe kama maandiko yanavyosema. Sasa hizi zingine zote zitamea vizuri, lakini ile ambayo imeanguka kwenye jiwe haitaweza kumea. Tunapata mashamba mengine waga yako kwenye mawe, hata kulima unapata ni shida, na watu wote wanapopanda wanatarajia mavuno the same. Katika mstari wa 7 inasema, nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo, zikasongwa. Kwa sababu wakati umeenda kwenye shamba, umeenda kupanda mbegu yako, alafu uende upande mbegu kwenye shamba ambayo haijaandaliwa, yani haijatayarishwa katika kupanda mbegu, unapata kuna miiba mingine ambayo unapopanda mbegu kwa sababu kunanyesha, ile mbegu itamea tu the same, lakini sasa haitakuwa kiusawa kama vile ambavyo mbegu ambayo imetayarishwa vizuri na iko na udongo mzuri. Utapata wakati inamea ikiwa iko kombo. Mwanzo hasa kama ni mahindi, unapata ile hindi inamea tu kuenda juu moja kwa moja, haimei kuona kama inanawiri vizuri. Kwa sababu gani inafanya namna hiyo? Ni kwa sababu ile kusongwa imezidi. Ndipo anaposema kwamba miiba, anamaanisha ya kwamba kuna watu ambao wanapohubiriwa neno la Mungu wanalipokea vizuri na kulipokea vizuri kwa furaha, mpaka unaona ameokoka na anafuata neno la Mungu. Lakini sasa shida ambayo inampata huyu mpendwa ni kwamba ana shughuli nyingi ambazo zinamtatiza. Mchungaji amezungumza hapa, akasema ya kwamba wale watu ambao watu wameenda kwenye seminar ni watu ambao wametoka sehemu mbalimbali, na baada ya zile sehemu tunaweza kuzitaja hapa, ikiwa Amerika,
Mumias na wengine ambao walikuwa wametoka sehemu mbalimbali. Wale watu wote ambao walikuwa wametoka sehemu zile ni watu na shughuli zao, ni watu na kazi zao, ni watu na mabiashara yao makubwa makubwa. Wengine amewacha ile time ambayo ni wateja wanakuja zile siku, ameweza kufunga zile biashara kwa ajili ya kwenda kwa semina. Mwingine ameenda kwenye ile kazi yake, ameenda kuomba ruhusa kwa ajili ya kwenda kwa semina. Wameacha pesa kule ambazo zilikuwa ni ziingie wafanye shughuli zao za kimaisha, lakini wameweza kuacha kwa ajili ya kwenda kwa semina, kwenda kufundisha na kufunzwa. Maanake ambao walikuja pale ni walimu ambao wanafundisha, na ambao wengine walikuja ni wanafunzi ambao wanahitaji kufunzwa neno la Mungu. Sasa wale ambao wamesikia neno la Mungu na wamelipokea, lakini wanasongwa na shughuli za kidunia, ni watu ambaye hataki kuacha biashara yake kwa ajili ya kwenda kwa ibada. Yaani mambo ya biashara, afunge biashara kwa sababu aende kwa ibada, kwake hakuna. Yeye kazi yake ni tuko pamoja. Anasema tuko pamoja. Tulipotoka kwa semina, niliweza kupanda kwenye tukutuku ya rafiki yangu mwanabiashara mwenzangu, na tukaweza kuzungumzia kuhusu mambo ya kanisa, na pia yeye akasema kwamba na mimi nilikuwa nikienda kanisani sana, nilikuwa siwezi kosa kuenda kwa ibada. Nikamuuliza na shida iko wapi? Akasema hata sijui shida iko wapi, mpaka saa hii kuenda kwa ibada naona kuna uzito. Nikamwambia wana wa Israeli walipokuwa kwa Farao hakuwa anataka kuwaachilia, na alipoona mapigo yamezidi akawaachilia kishingo upande. Lakini kule kuwaachilia kwake kuna system ambayo alifanya. Chenye alifanya, aliwapatia ruhusa, lakini hakuwa anataka waende mbali. Ndiposa aliwaamuru bidhaa zingine za kwake waweze kubeba. Wakasema ndio, ni sawa, nendeni mkamwabudu Mungu wenu mkamtumikie, lakini bebeni bidhaa ya kwamba msiende mbali. Pia nikampatia mfano mwingine, nikamwambia kuna tukutuku hizi za mkopa, watu ambazo waga wanakopa. Nikamuuliza hii tukutuku kaenda kuikopa, ni nini chenye unawekewa pale kwa tukutuku? Anasema ni track. Ile track inamaanisha kitu gani? Anamaanisha ya kwamba japo mimi nimekupatia hii simu yangu, nimekupa ama hii tukutuku yangu, lakini kadri vile inavyorani kule anaiona yeye mwenyewe kule. Sasa nikamwambia hivyo ndivyo shetani waga anafanya. Wakati huyu mwenye tukutuku amekupa tukutuku, umeenda kufanyia kazi na anaiona, na wewe umeandikishana pale ya kwamba mimi niko kaunti ya Kilifi. Sasa anapoangalia tukutuku yake anaiangalia kwa kaunti ya Kilifi, lakini punde tu anapoiona imevuka kaunti nyingine na imepiga hatua, kile cha kufanya anaizima. Ile kuizima ni kumaanisha isiendelee na safari, iweze kurudi huku. Kwa hivyo nikamwambia shetani naye uwaga anafanya hiyo system. Anakupatia kitu cha kwamba uende nacho, kiasi cha kwamba ndio japo kwamba umeenda kumwabudu Mungu, umeenda kumtumikia Mungu, lakini anakushikisha kitu cha kwamba usiende mbali zaidi. Kwa hivyo unapoenda mbali hapa, anakuregesha. Kile cha kufanya, anachukua kile kitu anaking'oa, alafu kwa sababu ile kitu ni kitu ambacho unakipenda sana, hautakubali achukue, itabidi uambatane nacho, na ukiambatana nacho itabidi urudi nacho huko kwenye. Mfano mwingine ni kwamba umeenda mahali na chopa, alafu mmeenda shukisha sehemu ambayo ni ya hatari. Sasa ile chopa mnapoenda kufanya shughuli zile ambazo zimewapeleka, ule muda wa kurudi unapokaribia, ile chopa inaporudi, hata kama uko mbali kiasi gani, ama hata kama uko na shughuli za kufanya kiasi gani, lakini unapoona ile chopa imerudi kuwachukua, inapofanya bidii ile chopa isikuache, urudi naye, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaweza kuregesha kule.
Sasa nikamwambia chenye shetani amekukabidhi nacho cha kwamba sasa imekufanya mpaka usiende kwa ibada ni shughuli za kikazi. Kwanza unapofika siku ya Jumapili, unaona hii tukutuku ambayo unailipia kila siku, na Jumapili mwenyewe amesema simpelekee mahesabu, basi itakuwa ni bora kwangu kushinda hii Jumapili ili nijikusanyie kipato. Nikamwambia hivyo ndivyo Waisraeli walivyofanywa na Farao, na hivyo hivyo ndio system ambavyo shetani anatumia kwa watu. Yaani usiende mbali, anakuregesha. Kwa hivyo kile cha kufanya ni uache kila kitu na uende kwa ibada. Uache kila kitu na uende kwa Mungu. Maanake hata siku hiyo Mungu atakapokuchukua, yani siku yako ya mwisho ya kufa, utakuwa kwa shughuli zako za kawaida. Na Mungu hatajali kama uko kwa shughuli zake, kwa sababu atakuchukua tu hivyo mahali huko. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai atakaporudi mara ya pili, maandiko yanasema ya kwamba akisharudi anarudi kama mwizi. Yaani kumaanisha hakuna mtu ambaye siku ambayo utajua kwamba leo Yesu atakuja. Na atakapokuja kile mmoja atakuwa na shughuli zake za kawaida, lakini tu bado atakuja kuchukua. Atakuja kuchukua kanisa lake. Basi mstari wa 8 inasema kwamba na nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa 100 kwa 100. Bwana Yesu asifiwe. Sasa udongo mzuri inamaanisha shamba ambalo limeandaliwa, limewekwa tayari kwa ajili ya mbegu. Yaani inamaanisha ya kwamba shamba ambalo kwenye udongo mzuri ni mioyo ambayo tayari Mungu ameiandaa. Kwa hivyo mchungaji anapoenda kuhubiri mahali, huenda kuna watu 2 watatu, ama kuna watu ambao unawahubiria hapa, lakini kuna wengine kule nje wanasikia ule ujumbe. Pastor Barnabas alikuwa akija hapa, ama ile wakati alipokuja kuhubiri hapa kwa semina, unapata alikuwa anahubiri hapa, lakini kule uwanjani na kule kando kando unapata kuna watu wamekaa wanasikiliza ule ujumbe. Sasa hauwezi jua Mungu ameandaa mioyo yenye iko hapa ndani ama ameandaa mioyo ambayo iko kule nje, lakini wote wanasikiliza ujumbe. Anasema zingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, ni mioyo ambayo Mungu ameiandaa. Kwa hivyo mbegu inapopandwa basi inamea, na Mungu mwenye kumeesha, mwenye kuiwezesha kumea, basi inamea kwa nguvu, tena inazaa 100 kwa 100. Mstari wa 9 inasema inasema wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huo? Amezungumza kwa fumbo ama kwa mfano, lakini katika ile mfano ambao amezungumza pale, wanafunzi bado hawajaelewa ni nini chenye kinazungumziwa. Sasa wanafunzi wanamuuliza, ndiyo mwalimu, umezungumza sawa kabisa, tumeelewa, tumesikia, lakini sasa hatujaelewa haswa chenye unazungumzia zaidi. Kumbe kuna tofauti ya kusikia na kuelewa. Kusikia ni kwamba unasikia mtu akizungumza, yani unasikia kelele mtu akizungumza kwamba ameongea, ndiyo sasa. Lakini hata ujumbe wenye ameuongelea hauja kuingia akilini kwa uelewa ni ujumbe gani.
Mwanafunzi akiwa mwalimu akiwa darasani na wanafunzi, anapoandika notes kwenye signboard, anapofundisha wale wanafunzi, mara nyingi wanapenda kuuliza mumeelewa? Ambaye hajaelewa akuja hapa mbele, alafu wanafunzi wote wanasema tumeelewa. Wanafunzi wanaposema tumeelewa, mwalimu anaotesha moyo, anasema hadi njoo hapa. Anapokuja anamuuliza, hebu kama umeelewa, umeelewa nini hapa? Mwanafunzi ambaye ameelewa ataeleza chenye kimeandikwa hapa na chenye ameelewa. Hapo anasema ni kweli umeelewa. Na yule ambaye hajaelewa anakuja amesema ameelewa na bado, baadaye mtihani utakapokuja anafanya nini? Anaanguka, kwa sababu yale masomo ambayo yamefunzwa hakuelewa na hakutaka, alikuwa moyo wake ni mzito, hataki kuuliza mwalimu chenye amefunza akaelezewa zaidi, hakuelewa chochote. Kwa hivyo sasa hapa wanafunzi mwalimu amezungumza kwa fumbo. Sasa ile fumbo wanafunzi hawajaelewa, wanamuuliza maana yake ni nini, tueleze. Na Yesu anawaeleza, nyinyi mmeajaliwa kuzijua siri za Mungu. Inamaanisha kitu gani? Inamaanisha kwamba wale ambao wamezaliwa mara ya pili, hao ndio wameajaliwa kumjua Mungu, kulielewa neno la Mungu. Lakini kuna wale ambao bado, si ndio? Ndio wale ambao wanapohubiriwa hao hata hawaelewi. Ndio wale ambao mwalimu anapofundisha yeye hata anajipa shughuli. Ndio wale ambapo akisikia kuna mahali kuna mchungaji anahubiri, yeye kazi yake ni kupita tu kufanya shughuli, anaendesha tu, afanye chungulia hivi, anapita anaenda. Anafungua kioo anaangalia na yeye ni mhubiri, anapita anaenda. Yaani hana time, kwa sababu muda wake huenda bado haujaandaliwa wa kuweza kulifahamu neno la Mungu ama kulielewa. Ndiposa anasema ya kwamba nyinyi, turudi katika mstari wa 9, anasema wanafunzi wake wakamuuliza maana yake nini mfano huu? 10 anasema akasema, nyinyi mmepewa ruhusa, anasema nyinyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mfano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Yaani kuna baadhi ambao wamepewa ruhusa ama nguvu wa kuelewa neno la Mungu. Kwa hivyo unapomwelezea hata kwa fumbo unampata anaelewa kenye anazungumzia. Lakini kuna mwingine hajapewa kuzijua neno siri za ufalme wa Mungu. Ndio wale ambao hata wanapohubiriwa wanaona ndio mchungaji yule anahubiri, wanasikia kwamba mchungaji anahubiri yule, lakini kuelewa kwao hawaelewi. Alafu wana uzito moyoni mwao, hawataki kuuliza ni nini chenye umezungumzia. Kwenye semina, kwenye kipindi cha maswali kilipofika, Pastor Barnabas alisema ya kwamba katika maswali haya ambayo hapa tunauliza walimu, huenda wewe katika ule ujumbe hukuuelewa vizuri. Ukiwa hukuuelewa vizuri, tunapotoka hapa, manake tuna muda kidogo, basi usiwe mzito wa kuweza kuwauliza walimu waweze kukuelezea kwa kina. Yaani inamaanisha ya kwamba unapotoka mahali pale, huenda wewe hukuelewa vizuri katika maswali ambayo yameulizwa na katika majibu wewe hukuelewa. Kwa hivyo amekupatia ruhusa ya kwamba wakati wa kuondoka, basi muone mwalimu umuulize zaidi. Alafu atafanya namna gani? Atakuelezea. Kwa hivyo cha kufanya wewe ni kwamba ujipe time. Sio kwamba majibu watu wamejibu maswali yameulizwa na watu mwalimu amejibu, alafu wakati wa kuondoka na wewe umeenda, haujui chenye umefunzwa, hauelewi chenye kimezungumziwa. Unapoenda ulizwa kule nje kwamba umefunzwa nini, hauelewi, kwa sababu haukuwa na muda wa kuenda kuuliza mwalimu. Kwa hivyo akasema jukumu lako wewe, ukimaliza hapo watu wamekwisha kuondoka, wewe jipe muda wa kuweza kumwendea mwalimu alafu muulize.
ili uweze kuelewa vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. 11 anasema, na huo mfano maana yake ni hii. Sasa anawaelezea, anaupatia ufahamu wa ile mfano ambao hawakuelewa. Sasa anawafafanulia maana yake. Mtu anaposoma maandiko haya kuanzia mstari wa 5 hadi mstari wa 10, aishie pale, alafu uende umuulize mtu mfano huu unamaanisha nini. Kabla hajasoma kuanzia mstari wa 10, kuanzia 11 kuendelea mbele, hataweza kuelewa ilikuwa inamaanisha nini. Lakini anaposoma kuanzia 11 kuja chini, ndio sasa inafafanua ule mfano ambao Yesu alikuwa ameusema, ambapo ndio yeye mwenyewe anaufafanua kwa wanafunzi wake. Anasema basi, na huo mfano maana yake ni hii. Mbegu ni neno la Mungu, kwamba neno la Mungu ndiyo mbegu. Mbegu ambayo ni neno la Mungu inapandwa wapi? Inapandwa kwenye mioyo ya watu. Maanake mbegu ndiyo neno la Mungu, ama neno la Mungu ndiyo mbegu ambalo linapaswa kupandwa kwenye mioyo ya watu. Anasema mbegu ni neno la Mungu. 12, wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Sasa basi, Ibilisi analitoa vipi neno la Mungu ndani ya moyo wa mwanadamu? Analitoa namna hii. Anapohubiriwa neno la Mungu, shetani huja kwa moyo wa mtu kumzungumzia, kwanza kulitilia shaka hilo neno la Mungu. Hiyo namba 1. Maanake tunaona kwa pale bustani kwa Adam na Hawa, shetani aliweza kulitilia shaka neno la Mungu kwa Hawa. Akasema, eti Bwana Mungu ndivyo alivyosema kwamba msile matunda yote ya bustani. Hiyo eti ni kumaanisha yani neno ambalo haliaminika, yani sila ukweli. Sasa analitilia shaka. Sasa kusudi lake shetani alikuwa analiondoa neno la Mungu katika moyo wa yule Hawa, yani analitilia shaka. Sasa mchungaji anapohubiri neno la Mungu, shetani anakuja kulitilia shaka kwa yule mtu. Sasa anamkujia, sasa eti Mungu anasema kwamba hizi starehe zote za dunia hazifai. Sasa itakuwa namna gani? Yani wewe ukae katika hapa duniani, lakini usikae na furaha kabisa, usikae katika njia ambayo ni nzuri. Yani anampatia utamu wa maneno na fahari ya kidunia na vinono vyake, kiasi kwamba yule mtu anafika mahali anafanya uamuzi, anasema hapana, hata japo Mungu amesema, lakini hapana, wacha mimi niendelee kufanya shughuli zangu za kawaida. Hivyo ndivyo shetani anavyokuja kulitoa neno la Mungu kwenye moyo ama kwenye mioyo ya wanadamu, ili asiliamini. Maana anajua huyu akishaliamini na kulipokea, basi hatakuwa wangu tena, atakuwa ni wa Mungu. Sasa kulitilia shaka ni kwamba aendelee kuwa wake, yaani huyu mtu aendelee kufanya mambo ya kishetani, yaani afanye mambo ambayo shetani ndio anavyofurahia. Kumi na tatu anasema, na wale penye mwamba
ndio wale ambao wasikiapo ulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, uliamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Yaani anasema wale ambao kwenye mwamba ni wale ambao wanaposikia lile neno la Mungu hulipokea tu kidogo, tena anakaa na furahi sana. Mhubiri anahubiri, yeye anarukaruka na furaha kweli kweli, akipiga makofi akisema ni kweli kabisa. Lakini afuta yale mahubiri kuisha, anapotoka mahali pale, mawazo yanamkujia. Mawazo yanapomkujia lile neno la Mungu, basi lilikuwa ile mbegu ilikuwa imewekwa ama ilikuwa imeanguka kwenye mwamba, kisha haitaweza kumea na kauka. Kuna siku nyingine nilikuwa bodaboda, nikambeba mama mwingine anaelekea kwa mtibabu, yani kwa mganga, na nikaenda nikimhubiria mpaka karibu na hapo. Kisha ule mama akasema ya kwamba katika venye nimepanda bodaboda nyingi ama venye nimejua watu, sijawahi kuhubiriwa ukweli kama huu ambao umenihubiria leo. Lakini siku yoyote utakaponiona pale sasa, ukinibeba nilete hapa kwa mganga. Yaani kuhubiri, umehubiri vizuri, tena umehubiri katika njia ambayo ni nzuri, tena neno la Mungu ambalo liko sawa, lakini ukinibeba mimi nilete hapa kwa mganga. Na wakati namhubiria kule, sikumsikia akicomplain ama akikasirika ama akipinga, hapana. Alikuja unamhubiria na anasikiliza vizuri, tena anasapoti kabisa. Lakini uamuzi wake yeye, kwa sababu moyo wake ni mzito ama ni wajiwe, anasema mimi ukinibeba basi ujue utanileta wapi? Hapa kwa mganga, usinipeleke mahali kwingine. Lakini wewe endelea kuhubiria watu neno la Mungu la sawa, lakini mimi nilete mahali hapa. Ndio hawa ambao mbegu ya Mungu, mbegu ilianguka kwenye mwamba. Yaani anaamini mganga, moyoni mwake ameweka mganga, hata neno la Mungu halina nafasi pale ndani. Yaani mambo ya kienyeji unampata amewekwa kwa wingi ndani yake. Unampata hata ahubiriwe vipi, lakini changamoto inapokuja, yeye atakimbia kwa mganga, atafanya namna gani? Anaenda kwa crusade, kanisani anaenda, anahubiriwa na yeye mwenyewe anasoma andiko, lakini changamoto inapokuja tu pop, tayari neno la Mungu ameliweka kando. Kile cha kufanya, ninasikia kuna muombeaji amekuja wa Tanzania, wacha niende huko. Anafunga safari kabisa, anaenda sehemu ambazo amesikia kuna msaada wa mwanadamu unaweza patikana kwa haraka, au shida yenye ako nayo inaweza tatuliwa kwa haraka. Atashika njia aende sehemu hiyo. Neno la Mungu ameliweka kando. Na wale ambao mbegu ambayo imeanguka kwenye udongo mzuri, kwa wale watu ambao inazaa 100 kwa 100, ni wale watu ambao wameweka neno la Mungu ndani ya moyo wake. Hata ambaye kuna nini ambacho ni kizuri zaidi, yeye atashikilia neno la Mungu. Wakati wa corona, kuna ujumbe ulisambaa ya kwamba mtoto amezaliwa, hajulikani amezaliwa wapi, na alipozaliwa akasema dawa ya corona watu na wachemshe majani wakunywe. Wale ambao mioyo yao hawajaweka neno la Mungu walikunywa majani. Wale ambao waliweka neno la Mungu ndani ya moyo wake, aliweza kushikilia neno la Mungu. Nasema neno la Mungu linasema ya kwamba mwenye kuponya ni Mungu na wala sio majani. Kuna watu wakati wa corona walisema ya kwamba wa China ndio wameleta hayo magonjwa. Kwa sababu gani? Walisikia ugonjwa umeanzia China. Anasema Mchina ndio ameleta haya magonjwa. Na mimi nawaambia kwamba
Hebu soma maandiko ujue ni nani uwaga anaamuru magonjwa ya kuja. Je, ni Mchina? Soma katika kitabu cha Mambo ya Walawi, ukiona Mungu jinsi anavyo waahidi Waisraeli mambo mazuri wangeyapata wakiwa watamcha Bwana na kuwa katika njia ambayo nampendeza Mungu. Alafu pia pale pale Mungu anawaahidi mambo mabaya ikiwako magonjwa, na kuamuru magonjwa yaje kwa wingi, na kuamuru wanyama wakali wakuje kukula watu na kudhoofisha nyuso zao ikiwa hawatafuata neno la Mungu. Kwa hivyo unaposoma lile andiko utajua kwamba anayeleta magonjwa sio Mchina wala sio mzungu, ni Mungu mwenyewe ndo anayeamuru haya magonjwa yakuje. Bwana Yesu asifiwe. 14 nasema na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli za mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Ndio wale ambao wanaposikia neno la Mungu, kwa sababu ana mambo mengi ya kufanya, anasema siwezi kufuacha kazi yangu nikaenda kwa ibada. Watoto wangu watakula nini? Nifunge biashara yangu niende kwa ibada. Shule itafunguliwa kesho, na shule zikifunguliwa mpaka karo peleke pesa ndo wanafunzi wapeleke. Sasa mimi nikifunga na ndo leo kunaonekana kuna wateja, kesho nitafanya namna gani? Nikifunga hii biashara yangu useme ya kwamba kuna semina niende, sasa nikakae huko kutoka asubuhi mpaka jioni. Wanasema wale watu wachungaji wenye wanakuja pale wameandaliwa, fungu la 10 tabogwa kule sadaka, watagawanya, alafu mimi nitafanya namna gani? Nitabaki hapa. Mungu yuko pamoja nani? Mtoto wangu anafunga shule na akija mpaka nimpokee. Sasa akinikosa pale stage, mtoto wangu atahangaika, alafu mimi mpaka nitoke mchana saa 7 nitaenda kumfuata vipi? Basi inafika mpaka saa 12. Siendi leo, naenda kumngoja mtoto wangu. Nitaendaje kazini ati niombe ruhusa? Wale waga chenye wanataka, ukitaka wakupetea ruhusa, maybe ni mgonjwa hujiwezi ama umefewa, ndio wanakupatia eti umeenda kwa ibada. Hawaelewi hao, hawatanielewa. Alafu nabaki unatulia. Unasema mimi sasa hii leo ndio shughuli kule kazini, ndio nimepata hofu hizi siku 2-3. Sasa inafaa nifanye shughuli zote hapa kwenye nyumba, huwa natoka usiku narudi usiku. Sasa leo ndio afadhali nishinde hapa niangalie, nitembelee majirani na marafiki wanitembelee. Sasa ni wakija kipata nimeondoka nimeenda kwa semina, itakuwaje? Siendi, nabaki hapa. Mungu mwenyewe anajua mimi Mungu yuko pamoja nani. Hata wao kanisani nitawapigia, nitawaeleza. Mchungaji tukikutana naye nitamwambia nilikuwa na shughuli nyingi za kufanya, ndio maana sikuja. Mchungaji sana naelewa. Ndio zile ambazo ziliangua kwenye miiba, zenye sasa zimesongwa na shughuli za mali na anasa, hazizai, zinadhoofika. Na unampata mtu yule hawezi kupanga wakati wa kazi na wakati wa kukaa kusoma andiko. Hana wakati huo. Mtu wa Mungu kupanga shughuli zake na wakati. Utafanya kazi wakati huu. Ukisoma katika maandiko, maandiko yanasema kwamba wakina Petro, wale mitume na manabii, walikuwa kuna shughuli wanafanya zao za kawaida, tena walikuwa wanatenga wakati. Yaani kuanzia asubuhi wanafanya shughuli zao. Kama walikuwa unatengeneza mikeka ukiuza, walikuwa ukitengeneza vitumbua walikuwa wakiuza,
Lakini ikifika time za jioni kuanzia saa 10 kuendelea mbele, unapata wanaacha zile shughuli zao, wanafanya mna gani? Wanaenda sasa kuhubiri neno la Mungu, wakitembeleana nyumba kwa nyumba. Na wale ambao walikuwa wakitembelewa, unapata unajua kwamba saa hii wachungaji wananitembelea. Amefunga shughuli zake, anakuja yuko pale pale kwa nyumba. Wanakuja kusanyana pamoja, wanaenda kuhubiri neno la Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Mungu lilikuwa limekaa ndani ya mioyo yao. Lakini wale wachungaji ama washirika bandia ndio wale ambao wanajipa shughuli 24/7 kwa kwenye kazi yake. Maandiko yanasema kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Yaani siku una nguvu, hizo nguvu zimtumikie Mungu mwenyewe. Unampata mtu anaokoka wakati mpaka nguvu hana. Mpaka unampata kama anaenda kwa ibada mpaka ashikwe mkono, ama mpaka atumiwe transport akachukuliwe. Lakini unampata kutokea kuna kazi zake huko nyuma na nguvu kweli kweli alizitumia katika mali na anasa. Wakati neno la Mungu anahubiriwa, yeye anajipa shughuli. Wengine wakiwa hawana pesa ndo ni watu wa Mungu. Akipata pesa anaenda kufanya shughuli zingine. Kama kiongozi mwingine anasema kwamba sasa, unajua marafiki zangu wanalewa, nikifika pale ni mimi tu peke yangu ndo sikunywi. Sasa ameingia kwenye kunywa, na huo muda wote hakuwa anakunywa, lakini sasa ameingia uongozi umemlevya, anaenda kukunywa Busia ama Chang'aa. Ameachana na neno la Mungu. Sasa ni nini lenye limemfanya achana na neno la Mungu? Ni shetani amemletea fedha, alafu amemshikanisha na marafiki wa kulewa. Yaani amempa cheo, alafu amemshikanisha na marafiki wa kulewa, sasa walewe pamoja. Ile neno la Mungu sasa ameliondoa, amempa ulevi. Wakati mtu hana kazi ni kuomba na kufunga, kuomba na kufunga. Mungu akimpatia kazi tu nzuri, amenawiri, sasa anaendelea vizuri, anaachana na mambo ya kufunga na kuomba, anaachana na neno la Mungu. Sasa anafuata tu mambo ya kidunia. Na watu wako namna hiyo. Kumi na tano nasema, na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu wa wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Yaani inamaanisha kwamba anapozungumzia kuhusu kuvumilia, inamaanisha ya kwamba hawa watu wote hupata changamoto the same. Hawa watu wote hupitiwa changamoto za kimaisha the same. Lakini wale ambao wamepokea neno la Mungu huvumilia katika zile dhiki zile huvumilia. Katika zile changamoto anavumilia akishikilia neno la Mungu. Ndio unampata anasema ya kwamba mimi siwezi kwamba leo ni siku ya ibada na niendelee kufanya kazi yangu. Mwanzo anasikia moyoni mwake hana amani. Inapofika wakati wa ibada, unampata moyo wake unawasha ndani yake, mpaka akimbie kwa ibada ndipo asikie kuko sawa. Na anapoenda kwa ibada anasikia vizuri, hasikii kukwasika kwa sababu ameacha pesa, hasikii vibaya. Na hujipa shughuli ama hujipa time ya kusoma maandiko. Kumi na sita nasema, hakuna mtu ambaye akiisha kuwasha taa
kuifinika kwa chombo au kuiweka mfunguni, bali kuiweka juu ya kiango ili waingiao wapate kuona nuru yake. Anamaanisha nini anaposema hivyo? Anamaanisha ya kwamba mtu anapozaliwa mara ya pili, moyo wa mwanadamu unapotolewa uasi, basi ile nuru ambayo imewekwa ndani yake, ambayo neno la Mungu, inajidhihirisha mpaka huku juu kwa kuhubiri neno la Mungu wakati wowote, sehemu yoyote, na maisha yake inakuwa ni ibada. Na wale ambao anasema mtu hawashi taa na kuifinika kwa chungu, yaani unawasha taa alafu unachukua sufuria unaifinika. Sasa ni sawasawa, hakuna kitu umewasha. Maanake mwenye anaingia, hata wewe mwenyewe unakuwa kwa gizani tu. Wewe ukiwasha taa alafu uchukue sufuria uifinike, itatoa mwangaza kweli? Alafu unasema karibuni, kuna taa nimewasha hapa, na hata mwangaza hakuna. Wewe mwenyewe uko gizani, hata wewe mwenyewe unakaribisha watu hauonekani. Ni sawasawa. Sasa maanisha kwamba wale ambao wanasema kwamba wanajiambia kwamba wameokoka na hata wanakaribisha wengine kwa ibada, lakini yeye mwenye ambaye anasema ameokoka plus wale wanakaribishwa wote bado wako gizani. Maana mwenye anakaribisha wenzake hajaokoka. Maana wale ambao wanakaribishwa wakiona mienendo ya huyu mwenye anamkaribisha anakaribishwa kwake, wanaona mienendo iko the same. Sasa sawasawa, anasema ndani yangu niko na nuru, kisha ambayo amefanya nini? Amefinika kwa yale matendo yake mabaya. Sasa hana nuru yoyote, hana taa ndani yake. Lakini wale ambao wamewasha taa alafu anachukua mahali, asema wacha nifanye hivi, anaiweka mahali juu. Sasa wote tu mwenye anaingia anaona hapa kuna taa, anaingia. Ukiangalia tu hapa kuna taa, anaingia. Inamaanisha ya kwamba wale ambao wamezaliwa mara ya pili, yaani hata mtu tu akimtazama hivi anajua huyu mtu amezaliwa mara ya pili. Mtumishi anasema huyu mtu ameokoka. Kwa nini ameokoka? Angalia mienendo yake. Hajasema, lakini kadri ile mienendo penye anaongea na yale mazungumzo, watu wanasema tena huyu mtu Mungu yuko pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tuliopo mahali hapa na yeyote ambaye anasikia ujumbe huu ambaye ni mtu wa Mungu, tusiwe kama watu ambao wamewasha taa tena wamefinika kwa chungu, bali tuwe watu ambao tumewasha taa tena tumeweka kwenye kiango, ili mtu yoyote anapoingia aone nuru ya Mungu iko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuweze kufikia hapo tamati. Bwana Mungu awe pamoja nasi katika yote ambayo Bwana ametupa kujifunza.